Ahibati fillah, tunakumbushana kisa kilichokuwa na mazingatio makubwa na mafundisho yaliyokuwa makubwa sana ndani yake. Kisa kimoja cha al-Imam Malik bin Anas radhiallahu ta'ala anhu wardah. Al-Imam Malik huyu ni mwanafunzi wa Nafi', na Nafi' ni mwanafunzi wa Abdullah bin Umar, na Abdullah bin Umar ni mwanafunzi wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hivyo kisa hiki cha Imam Malik, siku moja akitoa darasa akiwafundisha wanafunzi ndani ya msikiti wa Masjid an-Nabawi, alipokuwa anafundisha kukatokea na sauti nje ya msikiti ikisema alfil alfil alfil. Wanafunzi wakisikia sauti hizo zikija zikitoka nje zikisema alfil, ndovu ndovu ndovu, na wakati huyo wanafunzi wale walikuwa bado katika maisha yao wakisikia ndovu tu, hawajawahi kuishuhudia na macho yao. Basi waliposikia ndovu ndovu ndovu, wakawa na shauku na wenyewe wapate kuiona hiyo ndovu. Basi wanafunzi wote wakakimbia kwenda kuiona ile ndovu, isipokuwa mwanafunzi mmoja aliyebaki darasani. Basi Alimamu Malik alipoona wanafunzi wote wametoka nje kwenda kuiona ndovu, basi akawa amestaajabu na kumshangaa yule mwanafunzi aliyebaki. Akamwambia, je, wewe vipi, ushawahi kuiona ndovu katika maisha yako? Mwanafunzi akamwambia, la, sijawahi kuiona. Akamwambia, kwa nini hujatoka kwenda kuiona ndovu na wenzako? Yule mwanafunzi akamjibu majibu ambayo kwamba yenye kustaajabisha. Akamwambia yule mwanafunzi, ya Imam, ma jitu hina li ara alfil, mimi sijakuja hapa ili kuiona hiyo ndovu, bal jitu hina li akhudha alahaditha minka, bali nimekuja hapa ili kupokea hadithi kwako na kuchukua elimu kwako, sikuja mimi kuona ndovu, ndio maana mimi nimebaki hapa. Alimamu Malik akawa mstaajabu na majibu ya mwanafunzi, na wanachuoni wa tarehe wanasema mwanafunzi huyo aliyebaki peke yake darasani na pamoja na Alimamu Malik, wanasema huyo alikuwa anaitwa Yahya ibn Yahya al-Laythi, mmoja katika waliosherehesha kitabu cha Al-Muwatta cha Alimamu Malik. Kitabu chenyewe kimepata fathi na kukubalika na watu waliokuwa wengi. Kwa nini? Kwa sababu yeye, wengine walipokwenda kuishuhudia ndovu hakushughulika na ndovu, bali yeye alibaki na lengo lake mama la kwenda kuitafuta elimu. Ndugu zangu ni katika imani, kisa hiki kina mafundisho makubwa sana, na hiki kisa waweza ukakitumia katika kila jambo ambalo kwamba ulilokuwa nalo mbele yako. Jambo kubwa lolote ulilokuwa nalo mbele yako waweza ukakitumia hiki kisa na kikakusaidia. Tazama, hawa wanafunzi wameenda kuitafuta elimu, lakini waliposikia ndovu wakaacha elimu wakaenda wakakuiona nini? Ndovu. Lakini Yahya alikwenda kwa lengo la kuitafuta elimu. Aliposikia ndovu hakushughulika na ndovu kwa sababu malengo yake yalikuwa ni elimu. Hivyo na sisi ndugu zangu ni katika imani, tuko na jambo kubwa lililoko mbele yetu ambalo kwamba ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye fadhila, mwezi wenye khairi. Hivyo na sisi tusipokuwa makini katika huyo mwezi, ikiwa Mola Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia kudiriki, tusipokuwa makini na sisi tutakwenda kukosa fadhila na khairi za mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ya ndovu zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo ni kumaanisha kuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani vile vile kuna ndovu zilizokuwa nyingi ambazo kwamba zaweza zikasababisha sisi kukosa khairi na fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndovu zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni zipi? Ni hizi zifuatazo. Ya kwanza tutakwenda kuzungumzia katika darasa la